Tuingie moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa sura ya 3, nguu za jadi. Na tulipokuwa tukisoma ama tuliposoma katika sura ya 3, kuna baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuyaona, na naomba kwamba kama una kalamu na kitabu chako ama daftari yako, unaweza kunakili baadhi ya mambo ambayo utakayoyasema, yatakuwa ni ya muhimu. Huenda nikaenda kwa kasi, lakini najua kwamba utaelewa. Basi katika sura ya 3, tofauti na ya kwanza na ya pili, sura hii inaeleza maisha ya jamii mbili. Inaeleza maisha ya Waketwa na Wakule. Inaonyesha tofauti zao za kijamii na kiuchumi, ambapo Waketwa wanajitokeza kama wachapakazi wanaofanya kazi mbalimbali kwa bidii kama useremala na usafi wa mji, na hivyo kufanikiwa kujikimu kimaisha kwa kumiliki maduka na mali, na huku Wakule nao wakionekana kuwa na wivu, ubaguzi na kiburi. Hayo ndiyo ambayo tulioanza kwa kuyaona kwamba Waketwa ni watu waliokuwa na bidii ya mchwa kwa kila jambo walilolifanya. Baadhi yao hata walifanikiwa kujenga maduka makubwa ya jumla, wakanunua magari mengi sana ya usafiri. Katika mitaa mingine ya kifahari kama vile majuu waliishi Wakule. Kwa hivyo sura ya 3 inatutanguliza kwa jamii mbili, Waketwa na Wakule. Waketwa hawa ni watu wa aina gani? Ni watu ambao ni wachapakazi, ni watu ambao wanajishughulisha na masuala ya kuweza kukuza uchumi wao, na huku tukionyeshwa kwamba wale ambao ni Wakule waliwaonea wivu, walikuwa na ubaguzi na walikuwa na kiburi kati yao. Lingine ambalo tunaliona ni kwamba jambo jingine ambalo tuliweza kuliona pale ni kwamba uongozi wa Mtemi Lesuria unaonyesha wazi upendeleo na ufisadi kwa kuwapa Wakule nafasi za ajira kwa misingi ya kujuana badala ya ujuzi, yaani kile ambacho tunachoita unasaba, unasaba, kwamba viongozi ama uongozi huu wa Mtemi Lesuria unaonyeshwa kama wenye mapendeleo na ufisadi. Unawapa Wakule nafasi za ajira kwa misingi ya kujuana badala ya ujuzi. Jambo hili tunaambiwa kwamba linasababisha ukosefu wa ajira kwa vijana wengi waliosoma na hata kudhoofisha imani yao katika elimu, hasa wale ambao ni Waketwa, hali ambayo inayochangia wengine kujiingiza katika vitendo viovu kama vile wizi na uhalifu. Ukurasa wa 44 tunaambiwa kwamba vijana wengi Waketwa waliohitimu shahada za vyuo vikuu walihangaika mijini kutafuta kazi bila mafanikio. Katika majopo ya uajiri, utawala ulihakikisha kwamba hawa hawaajiriwi katika kazi zilizokuwa na mamlaka ya uongozi. Hivyo majopo hayo ambayo yaliongozwa na Wakule yalitazama majina. Aliyekuwa na jina la Kiketwa aliondolewa katika orodha ya watakaohojiwa katika kazi za ngazi za juu. Kwa hivyo ikawa ni hivyo kwamba uongozi wa Mtemi Lesuria unaonyesha wazi upendeleo na ufisadi kwa kuwapa Wakule nafasi za ajira kwa misingi ya kujuana badala ya ujuzi, na ni jambo ambalo tumesema kwamba linasababisha ukosefu wa ajira kwa vijana wengi waliosoma na hata kudhoofisha imani yao. Jambo jingine ambalo tuliweza kuliona katika sura hii ni kwamba sura hii vilevile aidha inaangazia madhara ya uzembe kazini kama vile vifo hospitalini. Tunaambiwa kwamba vinavyotokana na watu wasio na taaluma kupewa majukumu, kuweza kupewa majukumu na vyeti, pamoja na kuonyesha hali ya tuseme kwamba madhara ya uzembe kazini, ambapo tunaona kwamba kuna vifo hospitalini. Najaribu kutafuta hilo mahali ambapo lijitokeza, swala ambalo linaweza kusababisha madhara makubwa, kwani tuliambiwa kwamba, nataka ule ukurasa ambao unasema kwamba daktari karani akawa daktari na wapi. Ukipata ukurasa huo moja kwa moja unaniambia tuko wapi. Swala lile ambalo tunaambiwa kwamba karani alikuwa ni daktari wa upasuaji na kadhalika mahali pale.
Kwa hivyo ni swala ambalo linaangazia madhara ambayo yanatokana na vifo hospitalini vinavyotokana na watu wasio na taaluma kupewa majukumu wasiohitimu kwake. Pamoja na hayo ni kwamba kuna hali ya umaskini inaonyeshwa kupitia wasichana wadogo wanaoombaomba misaada barabarani wakiwa na watoto. Ni swala jingine ambalo tunaweza tunaliona kwamba kuna hali ya umaskini ambayo tunaiona kupitia wasichana wale wadogo ambao wanaombaomba msaada barabarani wakiwa na watoto. Na tunaambiwa kwamba zaidi ya hapo, katika sura hii ya 3 vilevile tuliweza kuona kwamba mhusika mkuu Mangwasha anadhihirisha uvumilivu, hali ya uvumilivu, anadhihirisha uvumilivu, maadili mema na matumaini kwa kuendelea kujitahidi licha ya changamoto zote ambazo zinazomkumba. Have mercy Lord. Hivyo kusisitiza umuhimu wa bidii, haki na maadili mema katika jamii. wa bidii, haki na maadili mema katika jamii. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuyaona katika sura ya 3, kwamba ni swala la jamii mbili ambazo ni Waketwa na Wakule. Na nimesema kwamba tunatanguliza kwa kuona kwamba jamii ya Waketwa ni watu wachapakazi sana na wanaofanya bidii kupata riziki, na tukaweza kuona kwamba wanafanya kazi za kila aina pasi kuchagua kazi. Wanafanya useremala, usafi wa vyoo na ufagiaji wa miji kwa stadi kubwa hadi mji ukawa safi na wenye kuvutia. Tunaambiwa kwamba kutokana na bidii yao, baadhi yao walifanikiwa kujenga maduka makubwa na kumiliki magari mengi ya kibiashara. Hata hivyo, tunaambiwa kwamba walichukiwa na jamii ya Wakule waliowaonea wivu kwa sababu ya mafanikio yao yaliyotokana na bidii zao. Tukasema kwamba kiongozi wa nchi Mutemile Suria alitoka katika jamii ya Wakule, jambo lililozua malalamiko kuhusu upendeleo serikalini. Tumekuja kuona kwamba kazi zote za ngazi za juu ziliweza kutolewa kwa Wakule na sio Waketwa. Hivyo raia wengi wanalalamikia ukosefu wa ajira, hasa kwa vijana waliosoma kutoka katika jamii ya Waketwa, hali inayowafanya wengi kudharau elimu na kuiona kama ambayo haina manufaa yeyote kwao. Na kwa mfano, tunaambiwa kwamba kazi zilikuwa zikitolewa kwa kujuana badala ya ujuzi, kiasi cha kumwona mtu asiyehitimu akifanya kazi ya udaktari. Na tunaambiwa kwamba hali hii ilisababisha madhara makubwa kama vile wagonjwa kufariki hospitalini kwa uzembe. Jingine ni kwamba sura hii inaangazia maisha ya Mangwasha ambaye licha ya changamoto za maisha alibaki mwenye bidii na matumaini. Tunaambiwa kwamba Mangwasha aliamini kuwa mafanikio yanatokana na juhudi na hakukubali kukata tamaa hata alipokumbana na shida. Alikumbuka mafundisho ya wazazi wake kuwa uzembe ni tabia ya wajinga na akaendelea kufanya kazi kwa bidii kubwa. Aidha, tunaambiwa kwamba alisikitishwa na vijana waliokuwa wakipoteza muda mitaani bila kazi wala mwelekeo maishani. Na mara kwa mara wakati ambapo tulikuwa tukisoma, tuliona akiuliza kwamba je, hawa wanaweza wakaaminiwa kesho ya taifa? Pia alihuzunika kuona wasichana wachanga wakizurura na watoto migongoni
wakiomba msaada barabarani. Na mwisho nikasema kwamba kwa ujumla sura hii inaonyesha umuhimu wa bidii, madhara ya ufisadi na ukosefu wa ajira, pamoja na haja ya kuwa na matumaini kama alivyofanya Mangwasha. Mpaka hapo kuna swali lolote? Kuna swali lolote mpaka hapo?